siri zikiwa zimetoka nje, tunasema changamoto zenu binafsi zimalizeni ndani. Changamoto zenu binafsi mzimalize wapi? Ndani, ambazo mnazimudu kabisa, inabidi mzimalize ndani. Udhaifu wa mwenza wako usiubebe kuwa matangazo. Udhaifu wa mwanandoa mwenzako usiubebe kuwa matangazo. Ana nini yule? Anajua kujitafutia basi. Mimi silipo tu hapa, bora nipo. Wakiitwa watu walioolewa na mimi nitatoka. Wakiitwa watu waliooa na mimi nitatoka. Mimi nipo tu. Sijui nimemwoa mwanamke wa aina gani. Lakini unaye pale nyumbani, kisa ana udhaifu fulani. Udhaifu wa mwenza wako usiuseme hadharani. Migogoro yenu ya ndani imalizeni huko ndani. Nyinyi ndio mahakimu, ndio mawakili wa hiyo ndoa. Izungumzeni migogoro yenu. Maamuzi ya familia, wakati mwingine familia imeamua, tumeamua jambo fulani ili tuweze kulifanya. Wewe na mke wako, wewe na mume wako mmeamua kama wanandoa, na alikupaswa kujulikana, lakini wewe tayari umepiga simu kwa mama. Kwa nini umepiga simu? Umepiga simu kwa kaka yako. Kwa nini umepiga simu? Umepiga simu kwa dada yako. Kwa nini umepiga simu? Afu kaka anakuuliza, "Baba, nasikia mnataka kufanya hivi na hivi." Nani kumwambia bwana mke wako? Nani kumwambia mume wako? Tuendi hivyo. Baadaye vurugu ndo zinaanza kugombana. Kwa nini umefanya hivi? Kwani mimi siko na nia mbaya, nilisema. Nani akutuma useme? Hebu mwambie ndugu yako siri ya ndoa baki nayo. Siri ya ndoa baki nayo. Kama hatujaweka kibali cha kuyazungumza kwa watu, kwa nini yanazungumza? Baadaye sasa tunaishi lakini mambo yetu yote yako nje. Inasaidia nini sasa? Hebu mgeukie tena ndugu yako, mwambie uwe na kifua, uwe na kifua. Uwe na kifua. Sio unacheua tu vitu na kimwaga mwaga. Mwingine anaishi lakini kanisa lote linajua wanakula nini, godoro limekaa upande gani, kitanda kwa kiko upande huu, kabati liko upande. Yaani kila kitu ushaeleza. Mimi kwangu. Sikiliza nikwambie, kali unavyotoa siri za ndoa yako, watu pia ni wabaya. Na watu wengine hawatakii mema hiyo ndoa. Wanakuwazia mabaya. Sasa ukizungumza mambo ya ndani kwako kwa unayasema, mpaka ya watoto wako unayazungumza. Watu wengine ni mawakala wa shetani. Kadri unavyotaka wanaitengenezea uharibifu. Huyo shetani anapita kwenye kipindi kigumu, anapita kwenye kipindi kigumu cha magonjwa, anapita kwenye kipindi kigumu cha mafanikio yanashuka, uchumi unaporomoka, lakini kumbe mnaongea sana, mnaongea mambo yenu wanandoa, mnasema mipango yenu, mnasema dira zenu, mnasema mlivyofanikiwa, unajiachia kwa watu. Watu wengine ni mawakala wa shetani, watakupiga utasambaratika, na mtarudi kwenye ndoa, badala ya kwenda juu mnashuka chini. Kosa liko wapi? Kuongea. Punguza kuongea mwanandoa, tunza mambo yako ndani. Wakati ukifika wa kusema, basi nitasema kwenye lile ambalo napaswa kusema, ila ninasisitiza ndoa inapaswa kuwa na siri. Amen.